Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ebu guys, welcome to this channel again. If you're new here, subscribe. Now, today we are going to talk about single moms. Yeah. Okay, single moms and okay, we really need to talk about it. For it. They go through a lot. Yeah, they are really going through a lot. It is not fair. You see, they say in the Bible that who bewitched you. So you find that sometimes most people ask, which Bible says who bewitched you? Surely. Who bewitched? Why are you lying? Look, skiza hii story. Ni kama hivi sasa tuseme. No, I don't think if there is any woman there outside there mwenye huwa anatamani kuwa single mother. Ndio? Hakuna. Hakunanga mwanamke mwenye. Ni situation situation hufanya watu ana situation ya utamu. No. Let's say, okay, for example, you are dating this boy. Tuseme watu mostly wa campus. So you are dating this tuseme uko first year and you are dating fourth year. Yeah, kituka hiyo. So like when you okay, if you are dating, so like tuseme umeenda sleepover. Yeah, and if you secretly for relation yako. So like okay, unapata you get pregnant na you are not expecting it, so like you are having unprotected sex with that person. Yeah. Fiam. Yeah, so like okay. Chop me. Surely I'm talking. So like umepata unexpected pregnancy. Alafu you go and tell your so-called boyfriend. Alafu anakataa, anaruka juu yeye hayuko ready kuanza familia, ndo saa ako fourth year anamaliza aanze kuplan life yake, so hayuko ready, is not ready at all. So anakwambia ana suggest uende utoe hiyo ball. Okay, ye amesuggest utoe, so ajui risk yenye wewe unaweza pata ukitoa hiyo ball. Juu let's say ukienda kutoa, sasa mimi nauliza wait, wakati nakupea story, sasa mimi nakuuliza kwa hiyo story yako. Umesema umeenda kutembelea chali yako mwenye ako campus, ako campus. Wewe mwenyewe umesema ya kwamba ati una ovulate. Wewe mwenyewe unajua una ovulate. Yeah, ama wakati mtu anakuingizia hiyo kitu, ngoja. Even if you are not ovulating, but like tuseme tu umepata mimba tu like yenye you are not expecting, you have not had protected sex. So no, wakati unaenda huko ndio upate hiyo mimba, wewe mwenyewe unajijua. Kwa sababu okay, sawa waambie. Wait, ni ukweli, tuseme tu ukweli, hapana kudanganyana. Ndio huyo mtu achukue tu onyango aingize ndani vizuri. Wewe mwenyewe unajua kwamba hii kitu imeingia na ina protection. Tuseme tu ukweli, ni mtu tu mwenyewe amejitakia. So akishaingiziwa vizuri, amwagiwe maziwa. So how does that concern my single mother? I was talking something. So mimi interrupt. Yeah, you interrupted me. So you want to beat me? No. Live camera. Oh, okay, I'm just talking sense. Okay, speak. Okay, let me allow you. Ndio nisikie chenye unasema. Yeah, tuseme okay, ajui risk yenye huyu dem atapitia. So dem anaamua, let me keep this baby. So hapo tuseme kata endelea na shule ni decision yake, na pia kata acha ni decision yake pia. So juu ameamua kukeep mtoi na ule boy amemruka, so like tuseme hapo amekuwa peke yake. Hiyo ndio cause ya yeye kuwa single mother. Si ati like alikuwa anaishi na mtu akazaa alafu akaachanishwa. Hiyo like imekuja like huyo boy ndio amemruka. So kuna ile ya kujitakia na kuna ile ya imekuja kama accident. You agree? Kweli. Because let's say for example, you as a lady, me I'm a man, okay? And you are not ready for pregnancy. You are not ready to get pregnant. Then you come and pay me a visit, let's say on Saturday night, on a Monday night. When you are coming to my place, for you to get out of your place to come to my place, when you have made that decision to come,
now not knowing back of my mind hapa mimi am not ready for responsibility, siko ready kupeana ball. Me I'm ready for enjoyment, nikule nijibambe nijisikie vizuri, ndio. Alafu you as a lady, because like this is my advice to most ladies, look here, before uanze kuingia kwa relationship na mtu ya kwamba now sasa you want to start a long term relationship with someone, inafaa you detect wewe mwenyewe. Huyo jamaa sikudanganye na mambo na I love you, I'll buy you a car, buy you affordable housing. Nizalie nitakufungulia kazi. Atunizalie nitakufungulia biashara. Then unaenda pale jamaa na kudunga mimba. Ile wakati unakuja na mletea ile stick unamwambia I'm pregnant, jamaa anakuambia oh baby you are very pregnant. Oh glory be to God. Sasa I'm not ready. Akwambia I'm not ready, anakwambianga I think we need to have a talk on this, on how to take care of this child. The following day ukikuja kwa plot mayo jamaa anaishi alihama. Na hivyo ndo umerukwa haki. Umerukwa 310 amehamia nini? Ruiru. So you will not see this man, alafu anaenda na delete social accounts zake zote. Ama si lazima delete, si anakublock tu. Ama anakublock. So una find ya kwamba you cannot contact him, you are not closer to him again. Haya wewe na hii mimba yako na struggle tu na mwenyewe mpaka ukuje uzae. Ukishazaa huyu mtoto so ama burden unarudisha kwa wazazi. So unapata wazazi ndio wanaanza sasa kulelea tena mtoto. Mwenyewe ulienda ukajibamba mahali. So kama for example there is a story of a guy, I think to watch na wewe. This guy married a single mother. Okay? This man so sikizeni hii story. So this guy married a single mother. And this lady had a child who was a daughter. So the man innocently akasema ya kwamba hebu acha nioe huyu dame. Kwa sababu gani? She's beautiful and at least she has a daughter. So let's start life together. Together. The guy akamchukua akaanza kuishi pamoja na yeye. At 4 months. Mtoto alikuwa 4 months after kuzaliwa. So along the way the lady akaanza kuchange. So katika hiyo hao the lady ana call nani? Baby daddy. Wana communicate. Hey guy, sipi nini mtoto wako siku hizi amenona mashavu, mtoto wako siku hizi nywele imekuwa black. Alafu na hiyo line anatumia wanaishi na yeye ajui atona. Unajua sasa kitu kama hiyo inatiana uoga kwa there is a genuine lady there outside there ambaye kuna mwanaume kuna mwanaume anataka kumpenda hivyo vile yako na but so ukisikia story ka hizi like you end up judging every single mother out there. Just imagine na utapata kwamba most of the ladies ambao ni single mothers watakosa mabwana like for example this guy anasema ya kwamba when one day huyo dem aliwacha simu yake bila kutumia. So wakati she went into the phone of that lady akaenda through the messages akapata ya kwamba kumbe the guy was sending money. Yes, the guy the baby daddy was sending the money to the lady. Pesa mingi because the lady alikuwa anavaa vizuri, anakaa tu smart, anakaa tu poa all the time, lakini si pesa ya jamaa. So jamaa alikuwa ameanza kushuku nini na happen kwa nini dem life yake imeanza kuchange, imeanza kubadilika hivi. There must be something that was going through. That was going on in that family that this guy didn't know. Now the guy says ya kwamba ati sasa one day the baby daddy alikuja kwa nyumba na brother zake. Yani ni kama alikuja introduction kwa ni mbaya. Wonder shall never end. So akakuja na brothers zake kwa hiyo hao. Then he was introduced. This is the baby daddy. So me as a man I sit here. Then you sit and you tell me ya kwamba this is the baby daddy amekuja kuona mtoto wake in my own house. Na mimi mwenyewe nilioa udemu wakati ulishamdump. Na nishika wakati ulidampiwa. I don't know why you ladies you forget so very much. Why do you always forget? Hata kama moyo mtu uko na ile bond ya connection ya kwamba alikupea mimba na akakudump. So unamleta kwa maisha yako tena kudestroy future yako because of what? So like this guy walikuwa na unfinished business now. So they wanted to finish the business in somebody's house. Now so you find that the guy ametangatanga huko sasa amekujia mtoto wake akiwa mkubwa. Okay, so the lady comes, now the guy comes with the brothers, wanakaa chini, now they discuss, this even nitakuwa nashughulikia mtoto wangu.
The guy akasema okay, kama umeamua kushughulikia mtoto wako mimi sina tatizo lolote. Lakini sawa. The guy was saying tomorrow, the following day, the guy came by himself. Now to make it worse, the guy was on the bed. Yeah, but okay, alisema alimpata kama amevaa nguo. Si ati yani alishamaliza shughuli, alikuwa na nguo. Si hata alikuwa kwa shughuli, alikuwa amevaa nguo. Yani mtu anakuja kwako. You can imagine the disrespect. Anakukulia mke kwa nyumba yako yenye wewe mwenyewe unalipa rent. Wacha nikwambie, before tuongee mambo mawili matatu, nitakuwa nimekupeleka nyumbani kwenu. Si dem wewe jamaa nakupeleka nyumbani kwenu kama una miguu zote miwili. Utajibeba, my friends, mdanganya. That is disrespect. How can another man come into my house here and sleeps with you? Okay? A man comes into this house and sleeps with you in my own house, on my own bed that I bought with my money. Then you want me to leave him? Even if it is your husband, when ulikuwa naye kuzalisha, let me tell you, ataenda bila bibi. Sikudanganya. Hiyo nyumba atoki. Na make sure anawalokea hiyo mlango. Unafunga na kifungo. Ukiwa hapo ndani mtaumwa na njaa 30 days. Nikuje niwafungulie kama hamna uwezo. Pia inakuja nawafungulia naambia sasa mko sawa? Sawa, nimewachia nyumba na everything, nawaacha hapo mrent hapo mwisha. But it is bad manners. You don't do that to the person that took you with the child. I had another lady also. The other lady was saying, this lady was saying, ya kwamba ati sisi single mothers watu tunafanyia wanaume favor. Yeah. Ati sisi ati mwanamke nimekuwa na mtoto alafu umenifanyia favor. Mimi mwenyewe naenda kustruggle nikikutafutia unga, umenifanyia favor mimi. Okay. Vile anasema I'm not a single mother. Huyu ni mtoto wake huyu. I'm not. Cheerleader. I'm giving an example. Yeah. So I go work hard, nichoke. Cannot happen. Cannot happen. So if you are a single mother outside there, and the man who made you pregnant disappeared from your life, okay? The man who made you pregnant disappeared from your life. Kindly wacha disappear hivyo. Sauti yani stories zake ziishe. Ijulikane akuangi. But don't bring that man in your life now. It is not a good thing. Okay, you didn't say it correctly. What did I say? Unajua, okay, huyo bado atakuwa tu baba mtoto. So the same problem with just no, like hapo itabidi you keep boundaries. No, afike 30 years ndio ambaye baba yake alikuwa anaitwa Jerome. Actually, Ndangani never. Hivyo agreement iko ya kwamba mshana akishakuwa mtoto mkubwa anataka kwenda kuoleka ndio. No, okay. Put yourself in that shoe. So I'm in that shoes already. So that is the same thing that I'm trying to say. Ya kwamba you as a lady, you as a lady. Wakati unalea, for example, I'm using example, for example, like my child. This is somebody's daughter. Yeah. Sawa? I love you and I love the daughter. Because that is a plus. At least you can give back. There are ladies ambao wanaolewa hawashiki mimba. Si atijua nini, walikuwa washatoanisha mamimba mingi na huko. Unaona? But at least wewe, uko na +1. So if I marry you, I know there is +2. So nimekupenda wewe na mtoi wako, si ni kweli? So forget about the father of this child. Love me the way I am, because I'm in your life for good. Huyu mtoto accelerated separation between me and you. Yes, baba yake yuko, I know. Si ati sijui. And you know the father is there. By the way, ni carbon kagani yako au kuvuta tu unaenda kwa baby daddy. Yaani utapata tu. No. We are talking real sense here. So kuna attraction to like hadi ufanye nini bado utapata tu mnaongeleshana hata kama mjarudiana utapata tu kuna communication. Sasa hiyo mimi ya sijui ni Mungu anajua. Okay, the Bible says that let that thing that God has put together, let no man put asunder. So for when you as a woman and a man, you become together, you consummate that, whether it's a relationship or marriage, you become one in the spiritual realm. That is a spiritual bond that cannot be separated.
in the spiritual realm, that before God, that is marriage. Yeah. When you sleep with a woman, that is marriage. Because the Bible says that any man that defiles his own body, you destroy it by yourself. So when you sleep with when you sleep with the woman, it means that you become one flesh together. Mimi na wewe nikilala na wewe, mimi na wewe ni flesh. This is the product of the same thing that we did in secrecy. Wakati uliinua miguu vizuri. Wakati uliinua miguu vizuri, ukasikia utamu, ukafanya watu kwa poroti badala walale kila mtu anatega tu sikio. Nini happen second floor? Ow! Can you please shut up? See, I'm telling you the truth so that you know. That is where the bond comes in. So after hiyo usiku mzima, asubuhi sijaona periods. What is it? It happened. So that is where you created your bond. You became one flesh. That's why unaonanga wakati umeachana. By the way, look here. Do you know ya kwamba wakati umeachana na whether ni boyfriend yako mwenye amekuzalisha, sawa, mwenye alikupea mimba, hata kama mlikosana vibaya, anytime unaonanga simu yake, there is something that stops in your heart. Kana amenipigia. Lazima kukuaga na hiyo kitu. Kana amenipigia. You see? Kama mlikosana vibaya huwezi shtuka ati labda kupigia. Wacha nikwambie, inakuanga hivi. Kitu kinakujoga kwa mind yako ni, is the child sick? Is something wrong? Je, mother-in-law amedate? Surely. Ama father-in-law ameenda? Ama yeye mwenyewe kuna kitu imemhapenia, amepata accident, unaanza tu kushtuka. Suddenly something comes in. Unaelewa? There is that bond. Kuna kitu ina clicking, unasema kuna ananipigia simu. Acha nishike. Alafu, hi, I was just greeting you. Nilikuwa nataka kujua vile nonsense. Lakini akisema nonsense, but kwa roho yako anasema at least amenikumbuka after many after so many years this person has remembered me. Lakini hiyo ni bond that is always there. Even if you marry 3 wives, okay, there is bond between them. You cannot forget about the first wife, the second wife, and the third wife. You cannot forget about them. That is bond that God himself only created it. So for single moms, when you mna watch hii video, it is not good to be alone. It is good to have someone. Na mwenye alikupea mimba alienda akaoa mwanamke mwingine na ako na watoto 4. Wewe umekwama na huu wako mmoja. Bado utapata tu. So uwezi kaa hapo unakaa ukiwa single, atunangoja mtu mwenye ako na watoto 4 aongeze watoto 7 ndio akurudie. It will not happen. So if you get someone to marry you, go and get married. Go and get married and behave. But no, you know, the baby daddy, you know, this child. Si wote wanapenda kuolewa. Kuna wenye wanaenjoy hiyo single life. Ati single life. Like si kuolewa, like dating, anaishi na mtoto wake, but the man wana date waishi pamoja na wake. Yeah. Mostly wanakutana hivyo. Kutana huko kwa meet. Acha kunichona. Si mimi nasema tu kweli, mimi siwezi danganya. Because when you say ya kwamba tuishi separately, tuna cooperate, what is the fact there? See, wajuu. Okay, kuna hii stress ya kukaa na mwanaume kwa nyumba. Yeah, hiyo ndio watu wengi wana avoiding. Stress, okay, what is the stress ya kufanya kila siku? Ama kufanya kila wakati, because hiyo ndio inaweza kuwa ni stress kwa sababu the way you can cook for this child, like handling your agenda kwa kazi mingi. What is handling my agenda? Handling you men. Kuniwashia nguo. No, handling me how? Like kila mtu ako na reason yake why handling men is impossible. So the reason anataka kukaa akiwa si if the reason anataka kukaa huko maybe hizi unaona vile watu uko na arguments, maybe vitu kaa hizo ndo hataki stress, hizo ndo hataki mtu mwenye anamuuliza ni kwa nini unafanya hivyo, mbona umerudi sai, vitu kaa hizo. You want freedom in life. So no, yani you are not responsible, you don't want to give responsibility to another person. So they prefer that. They prefer that over marriage. Okay, sijasema mostly, but
Some. Yeah. But the marriage, I think, is the best thing because there is a reason and the purpose why God created marriage. Yani kukuwe na marriage because it is through marriage that you get children. When you get children outside marriage, that is immorality and fornication. Okay? Any man or woman that gets a child outside marriage yake, hiyo ni amefanya fornication, amefanya adultery according to Bible. So ukiwa kama msichana uko kwenyu na umezaa mtoto kwenyu, hiyo ni fornication. That is the product of fornication. Now do you know the Bible says what about our daughter? That our watoto hawafai kuinherit vitu za watoto wa wafalme, wanafaa kukula. In fact, the Bible calls them bastards. My friend, sitakufungulia maandiko. Ni wapi? Nitakusomea. What verse? Live. Verse gani? Chapter gani? Kitabu gani? Nakwambia tu kweli. Ya ukweli, the Bible calls them watoto ambao wamezaliwa outside wedlock. Watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa. Ndoa ni wakati mke na mume wameshikana, wameoana. Hiyo ndio ndoa. Lakini kama wewe unaishi kwenye na nimekupea mimba, hiyo mtoto wako anafaa kuitwa bastard. Mtoto mwenye amezaliwa nje ya ndoa, huyo mtoto ni bastard. Mtoto ni mtoto. I tell you that is biblical. That is scripture. Hiyo verse lazima unionyeshe. Lazima nikuonyeshe na usome na ushtuke hata wewe mwenyewe kwa status. Mtoto mwenye amezaliwa nje ya ndoa, siwezi shtuka. That child is a bastard. So I want to advise single moms, please, ukipata mtu mwenye anataka kuoa, don't bring your ex-boyfriend, your baby daddy into that relationship. Hata kama kuna mambo na communication yenye unafanya, please ifanye chini ya maji yenye haitakuja ku break bond yako na your wife, because when that man akigundua ufanye chini ya maji, ufanye bila mtu kujua, lakini wakati jamaa atajua, that relationship is not. Because most of you do it chini ya maji. Mbona usi-involve? Wengine watakaye ku-involve. I remember I met a lady mwenye alidanganyanga jamaa akasema ya kwamba ana mtoto. Na kuna mtoto mkubwa. Alidanganyanga ana mtoto. Wakati jamaa alikuwa anaenda kulipa mahali. That is my friend. Alichukua watu kutoka hapa Nairobi, akapeleka ushago kwa Uliani kwenda kulipa mahali. Then mtoto alitrainiwa ya kwamba don't talk. Usiongee hiyo story. Nyamazia hiyo story. Do you know what happened? Okay. Wakati walikuwa wanafanya sijui nini, mtoto akatokea akasema, "Mom." Oya akasema, "Uko na mtoto?" Ati unajua ni a long story. Na jamaa sasa ameleta mahari. The guy akasema, "Munipe mahari yangu mimi. I'm going back to Nairobi." Mimi stories hapo. Na mpaka waleo but I guess that is over 20 years ago. I guess kama unaingia na mtu kwa relationship hivi, kama unaingia kwa relationship na mtu na unajua uko na mtu, tuseme kama mimi vile niko na mtoto hivi, I guess mtu mwenye naenda kudate na yeye lazima ajue niko na mtoto. Nimwambie na yeah, kama nitaki like ajue before iende far, ndio chukua hii dawa. Kata nitaka nikiwa na mtoto atanitaka, kama nitaki pia anaweza enda hivyo tu. Yeah. Kama akutaki na mtoto aende akanyage kubwa kienda. Si anataka ku accept na mtoto. Okay, si ati uwezi tupa mtoto accept na mtoto alafu atakuwa na shida kulipigia simu. Sasa niaje? Situme pesa ya maziwa. Situme pesa. Pesa kama uko nayo na lazima. Situme pesa. Kindly. My friend, utakuwa break your marriage. So kindly guys, tafadhali, this is just a lesson. This video is not for rebuke anyone ama kusema mbaya. We are just talking sense. Yeah, just talking sense. And doing content at the same time. Yeah, so guys, make sure that you subscribe to this channel. Don't take it too personal. Yeah, so make sure that you subscribe to this channel. Make sure that you hit the notification bell that every moment this woman post a new video, you will be the first. Not this woman. Why are you calling me woman? I'm a young lady. Don't call me woman. I'm a young
lady. Yeah, so she's a young lady. Amenyoa. So anasema amenyoa. Kunyoa? Amenyoa. So guys, unaona Mkamba kwenye kumwambia kitu kama hiyo. Bye. Bye.